umebarikiwa, usiwahi tembea pahali pengine na usaidie Mkenya mwenzake ambaye ako chini. Hawa watu hawatambui kwamba kuna wanabiashara wadogo wengi sana katika taifa letu ambao wakipata support kama hii ambayo inaletwa hapa, wainue biashara yao, waongeze 1,000, 2,000, 5,000, hiyo itabadilisha maisha yao, na kutoka hapo watajijenga mpaka wafike juu zaidi. Hao watu wanatuzungumzia kutoka kwa magari juu, wakitukanana, wakiongea maneno ya utoto, na wanasema hati nyinyi mkialikwa mkutano kama huu tusikuje. Wacha niwaambie siri nyinyi watu wa Ithokwe, msidanganywe ati wale watu hawana pesa. Kutoa sio mfuko, kutoa ni roho. Kweli ama si kweli? Unajua hii watu wanalipwa mshahara tu kama sisi. Ni watu wamekuwa kwa maofisi kubwa miaka mingi, hata wengine kutushika. Ni matajiri, ni watu walipata nafasi wakajitajirisha. Shida, roho ni chafu na ni roho nyeusi kabisa kushinda makaa. Haitaki mwana Kenya mwingine asaidike ama apate kuinuliwa. Ndio wakiona nafasi kama hii inawakasirisha sana. Mimi nashangaa, kwani harambee imeanza juzi? Sikutoka tuwe watoto kumekuwa tukisaidiana? Sio ndio spirit ya Wakenya wote? Unasaidiana. Kutoka wazee wetu wa zamani ilikuwa ukibarikiwa unamkumbuka jirani yako, hata yeye pia apate kubarikiwa kama wewe. Lakini mimi nashangaa viongozi wazuri wengine hata wanajifanya ni watu huwa wanaenda kanisa, lakini wanapanda juu ya magari na kuanza kusema msisaidike, sijui mkipata hiyo pesa mkunywe naye pombe, mfanyie nini. Hao wakikunywa pombe yao sisi hatuwaulizi, wakifanya usherati na pesa yao sisi hatuwaulizi. Tukisaidia mwananchi wa hapa chini inawawashia nini? Hiyo ndio swali mimi najiuliza. Na ndio maana tumesema wapige kelele, wabweke, wafanye chochote mpaka tufike hapa Kitui na tusaidie kina mama, tusaidie vijana, tuinue wa hasla wote wale ambao wanapatikana. Na hiyo si kusema ati serikali haitafanya kazi yake. Serikali itafanya yake. Itajenga mashule, italeta stima, italeta barabara, itafanya ile yote inahitajika. Lakini ya serikali na ya wewe binadamu ambaye umebarikiwa, uko na ofisi kubwa, uko na mshahara mkubwa, hiyo ni mambo mbili tofauti. Na niwaombe wakaaji wa Kitui, pia nyinyi msipeane kura yenu kwa urahisi. Isikuwe ati mtu tu anakuja na kusema fitina mwaka huu, mwaka ule, mnampatia kura. Lazima mtu pia atolee jasho. Mtu tu asikuje anakuambia ati wewe ni ndugu yangu, wewe ni rafiki yangu, na anakukumbuka wakati wa kura peke yake. Siasa ni maslahi. Jali maslahi yangu, mimi ni jali maslahi yako. Kama mtu ajali maslahi yako, saa ile unachomeka kwa jua ukiuza hapa kwa soko Ithokwe, wakati wa kura akifika pia wewe usijali maslahi yake. Kumbuka yule ambaye anakukumbuka wakati uko chini. Na unajua hii watu wameshikana baka na wakora wengine. Zamani nyinyi mnajua ule jamaa Mtusi alifukuza ule mtu wa suti kombo na mdomo chafu, tabia mbaya kabisa. Mzee ambaye ukiona tabia yake hata unatamani, unasema nisiwahi zeeka. Kama kuzeeka nitakuwa naongea kama huyu, afadhali nibaki kijana maisha yangu yote. Alikuja hapa Kitui town wakati alikuwa kwa kiti. Saa hiyo ameshiba. Akaambia nyinyi jamii ya Kamba ati nyinyi ni wachache, kura yenu haitoshi, sijui hamna share kwa serikali. Watu wakaubizwa roho sana. Baka huyu Mtuse akakasirika, akaleta mswada bunge, akatuambia huyu mtu hafai kufika kwa ofisi, na tukampiga kalamu akatolewa na wabunge wote. Tulifanya vizuri ama vibaya? Tulifanya vizuri ama vibaya? Nyinyi mlikuwa mnapenda hiyo sera ya kugawa Kenya, ati Kenya ikuwe kampuni, ati Kenya ikuwe shares. Sasa wakati alikuwa kwa ofisi, Wakamba walikuwa wachache, Wakamba walikuwa wafai. Saa ile amefukuzwa nje, ndiye anakumbuka ati nyinyi ni mandugu zake. Ashindwe asishindwe, ni kalulu si kalulu? Si ni mtu kalulu kabisa, mtu kumbavu kabisa. Yani saa ile wewe uko kwa ofisi, uko na magari, unabebwa na mandege ya serikali, unazunguka Kenya ukitusi wa Kenya wengine ukiwaambia vile hawa hawana share kwa serikali. Saa ile njaa imekupiga, sababu sasa una nafasi ya kupora kwa serikali kama vile alikuwa anafanya. Anaanza sasa kusema nimekumbuka, sijui anazunguka akisikiza. Unasikiza nini? Kama uko unasikiza wakati ulikuwa kwa ofisi, hiyo masikio isijifanye inasikiza saa hii.
Mimi nataka niwaombe ndugu zangu, tafadhalini tushikane na tutembee pamoja. Tujenge taifa ambaye sisi wote tunaweza tukajivunia. Tujenge taifa ambaye mtoto wa hapa Kitui anaweza toka hapa Kitui akuje afanye biashara kule kwetu Kericho bila kujihisi kama yeye ni mgeni. Asikie ni kama ako kwao, asikie ni kama hapo ndipo Mwenyezi Mungu anataka afanye mambo yake. Hii upuzi ya kugawa wa Kenya na kusema sijui nyinyi ni wa hapa, nyinyi ni wa tabaka ile, msikubali. Hiyo ni siasa ya ubroka. Na niwaambie, hii watu hata hawako kwa siasa, ni ubroka tu wako naye. Wanatafuta watu ya kujaza kwa gunia kama viazi, waende wauzie William Ruto, watu wamwambie, niko na jamii fulani hapa, utaleta shilingi ngapi? Mtakubali mpangwe kama gunia? Mtakubali mpangwe kama viazi? Au mabroka si washindwe? Msikubali hiyo maneno. Na unajua ya mwisho kabisa, kama vile Mheshimiwa Kimani Ichung'wah amesema, ndugu yangu na rafiki yangu kabisa Kalonzo Musyoka, mimi ningependa pia nimpatie mawaidha kidogo. Hata kama mimi ni kijana, saa nyingine pia unaweza ona maneno mpaka upatiane mawaidha. Unajua huyu jamaa na marafiki hawa wamepata juzi sana sana, huyu wa Sutukombo, sisi tunamjua kushinda vile Kalonzo anamjua. Kweli ama si kweli? Sisi tumekaa naye zaidi kushinda Kalonzo. Wacha niambie Kalonzo na rafiki yangu ya Wiper, ile maneno huyo jamaa atawafanyia, haki ya nani amjui kile itawapata. Huyu jamaa sisi tunamuelewa vizuri sana. Tabia yake saa ile mumekaa, unafikiri anapanga maneno mzuri, lakini saa ile mtakosana. Ile maneno atasema hamtaamini. Na unajua, ukitembea town, upatane na mzee ambaye bibi yake alitoroka. Wewe kama wewe ni mama, kabla ya kushikana na yeye, uliza ule bibi mwenye alitoroka kwanza, huyu mzee shida yake ni nini? Uwezi tu kushikana na yeye useme anaonekana ni kama anakaa vizuri. Huyu mtu waachaneni na yeye tafadhali. Hapana ingia kwa hiyo biashara, sababu mimi najua kuna watu ambao hawana ajenda ya kusongesha taifa letu la Kenya. Na ndio maana ukifuata hata mikutano yao ya hadhara, ile mikutano wamefanya kuanzia hapa Kitui kuteremka mpaka Mombasa, hati mtu akipanda juu ya gari sijui Kasongo, one term, maneno gani? Hiyo maneno itabadilisha Kenya? Kwa hiyo mikutano umesikia mpango yote ambaye inaweza badilisha maisha yako? Kuna mtu anaongea chochote kuhusu nyinyi? Si maneno ya utoto na uchochezi. Tafadhalini wa Kenya wenzangu, wakati hawa watu wanakuja na ajenda kama hiyo, hapana kubali kupotoshwa na siasa ya chuki na kuturushia vidole wa Kenya wengine. Tuishi kama wa Kenya ambao wanapendana, tukae tukijua hata kama natoka Kericho, nikikuja hapa Kitui na nipende niishi hapa, munikaribishe na tuseme Kenya ni kitu ngapi? Moja. Kweli ama si kweli ndugu zangu? Kwa hivyo sitaki kusema mengi kuzidi hapo. Leo unajua ilikuwa siku ya kutembea. Sisi ni marafiki. Nyinyi na sisi tuna mambo mengi sana yanatushikanisha. Sisi wote, unajua hata mtihani, wewe Mheshimiwa Kawaya, wewe ni mtu umesoma. Ukiwa kwa shule na uone mwanafunzi mwingine anapata A, na wewe kila saa ukijaribu hiyo mtihani unaanguka, unakaribia ule mwenye anapitanga mtihani ama unakaribia ule mwenye ameanguka mtihani? Mwenye anapita si ndio unakaribia? Mimi ningekuwa advisor wa Kalonzo ningemwambia kaa karibu na huyu William Ruto, sababu yeye ni mtu ya AIC kama wewe. Yeye akitafuta mtihani anapita kila saa, amebakisha mtihani moja. Ungekaa karibu na yeye na umwambie nifundishe vile kupita hii kitu. Mimi nimejaribu kila siku, mambo yangu haiendi line. Amshikilie, wakae karibu, William Ruto apite hii moja, hiyo ingine si atamfundisha. Ama hapa kwenu mnapiga hesabu namna gani? So unatafuta wale wanafunzi wanajua kupita, au shikane na wale wameangushwa na kufukuzwa kwa maofisi. Huyu atakufunza kuanguka tu kama yeye peke yake. Sasa tafadhalini tutembee pamoja katika hii safari. Mimi pia nimetembea hapa kwenu vizuri, sijakuja vibaya sana Kawaya. Kwa hivyo usikaribie sana saa ile niko na microphone, sababu nimekuja vizuri na lazima nilipie airtime ile nimeongea. Nikiona ni karibu pesa yangu iishe, lakini bado haijaisha. Wacha niseme ya mwisho. Wacha niseme ya mwisho, sababu unajua kuna sheria hawa wanakuanga na ukiongea sana unatoa pesa. Ukiongea sana unatoa pesa ngapi? Mingi. Wacha tu niseme moja ya hii taifa ya Kenya, ambaye kama Mheshimiwa Kimani Ichung'wah amesema. There is an incident that happened yesterday which I want to join the rest of Kenyans who are condemning the brutal murder of that young Kenyan. And I want to urge
the Inspector General of Police, together with all the agencies like APOA, do not allow a few officers to spoil the image of our police service. 95 to 99% of our police officers are very diligent, very patriotic Kenyans who undergo their duties with great patriotism. Do not allow a few bad apples that are doing bad things to Kenya to spoil the image of our police, until when Kenyans see police service, they think these are murderers. Many of these police officers, they are our brothers, they are our sisters, they are our fathers, and they do their work very well. I want to challenge those charged with the responsibility. Please get to the root cause of the murder of that young Kenyan, so that Kenyans can restore their faith in our police service, so that we do not judge our police as an institution harshly because of the issues of 1 or 2 officers that have misbehaved. I hope by this afternoon, IPOA will give an update to the country of what really happened inside that police station, so that Kenyans can believe we have institutions that work. Lastly, I want to address also the political scavengers who have made it their duty to try and seek cheap political points out of every unfortunate incident that happened in Kenya. You are not any different for those that are murdering our young people. You are not even seeking empathy for the families, but are just seeking an opportunity to milk and make political capital out of unfortunate situation. We want to say shame on you, and keep your bad tongues out of the public affairs of our country. Kwa hayo mengi na machache, pia mimi nimewatembelea na shilingi $250,000. Kiambeza mvuko ni munene, mvuko zi nene. Ya. Beza mudhambozu zya kunangania moko ele amwibindia ya. Tena mwazi ya mwazi ngombe nenga wajao ili nyezi ya. Ai jao. Ki? Kitodhia. Pezi to yingine iwe zitwa. Kinole. Dai. Kama wewe zake tu ni chanzini na kiba kiki ito saingi. Haya, nataka nitangaze tangazo moja, alafu tuendelee. Wiki yetu ingepita kwa tina now. We are expecting the Deputy President anytime. Nani mwezimi ya ndia siya kana tuona kuikale tina wajao wa serikali. Mundu wetelete mbeza unewa mbeza ndegu asua. Nimukuja kwa ndaya muke umumele muona mundu wetelete mbeza yiki wakikabuni ndamala. Umainyo tafadhali wanasiwa ya juu kaitu thenge bano ndo munini ya musumbi wakitaulika yu. Tafadhali ya tafadhali siwa ni ndie. Ukai. Tuthenge ngali kweu tafadhali. Aya. Hata wale tafadhali. Aya, bamu sawa inywe. Thank you very much. Ukaibyo. Aya. Basi nataka nimkaribishe mheshimiwa ambaye alitusaidia kufukuza yule mkabila ambaye alikuwa anasema sisi Wakamba hatufai, hatukupiga kura, kwa hivyo hatuna shares, ati tusipewe mabarabara, tusipewe maji, tusipewe stima, tusipewe maji. Huyo mkabila ambaye juzi nimesikia akiita sisi cousins namna gani? Wewe wakati umekuwa kwa power miaka 2, hata bohol moja hujaleta hapa, na sasa nasikia unasema ati sisi ni cousins. Kwani saa hizi ndio umejua sisi ni cousins? Au kujua ma-cousins wanasaidiana na wale na viongozi wakiwa katika mamlaka? Wewe wakati ulikuwa na mamlaka ukatusahau, ukatutusi, na sasa unatuita cousins. Tokomea mbali. Na nataka nimshukuru mheshimiwa Mutuse ambaye sasa nitamuita kwa jukwaa, ambaye ndio aliweza kutusaidia tukavurusha kabisa yule mkabila. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa Kawaya, spika wetu, spika wa bunge, mheshimiwa spika Wetangula, kiongozi wa walio wengi katika bunge, mheshimiwa Kimani Ichung'wah, mheshimiwa Senator Aaron Cheruiyot, abunge wote ambao wamefika hapa, viongozi mwaitu anduma moika na atumea maki Kitui town mwe ine museo na mabinda onde. Bwana asifiwe Kitui town. Bwana asifiwe tena. Hebu tusalimiane kwa hewa watu wa Kitui town.
Asanteni sana. Nitaongea kwa ufupi kwa sababu najua mmeambiwa mambo mengi. Mtu hata ando maito? Nimwambonie? Nimwambonie? Kana mukitaambiwa? Na hii ndio ka live. Ala tuonanie, ala makitaambiwa nigenda mambone chao. Nita mwengi wa mutuse mbunge wa Kibwezi. Nimwizilelo uma Kibwezi ugita ba kuutu ya ndumeko niendone na kwa kube. Kila tu kuna bao mundu kuyandwa ingi ala membesa me ukibuthia. Lakini nyanene zibyo mbe wangai kana mbesa ila tu kumya bao mundu pe mwaitu kunengwa kikundini chake kana kaka gelongitwe skulu one akatunga skulu. Niwo kana ti wende. Nyanene zene zabyo kana be mwaitu meba matandetha cia ba sokoni kitwi mundu umazia silingi 500 kwa cha akakombo asukuma akakona ndalali kwibika wiyo ikongeleka akauya ciana yiya akauya museka indo na une aidha na mbeza cia kuendezia biashara na akuna nje kiumundu biashara cio akane kunene banga na musi wake nukuunga manesa leo kana tiwo nini sinesa pio kana be anake meba mundu wenda akathoa matumbi akatheucha matumbi acio akekia ndoni akathiucha bake twi town na mabinda maingi witha ukobeta matumbi ukathiucha bake twi town ukata matumbi wiyo ukathi kwiba mwene umundi utwako na lambe no yiba wakwata ngirile ciaku no kwithota no thwa matumbi maku ukatesa maku ute ukoba ma mundu niwo kana tigo nyene ni sinesa pio kana andu ala meba na andu ala mekwenda utethio na Biblia yetu ya kana kukobethia nja kutethia mundu wina thina ni kukobethia Ngai niwo kana ti wende na kwa unendo mukulia kwa ndaya kindu kimwe kachone ta cha siasa wonita wia wa Ngai wia wa kutethia andu maitu nundu ukamba witu wi thina niwo kana ti wende na thina ala wi ukamba no mpaka umwe na andu ma wendi museo andu ma ngonzio andu alau na ni mwamokie bambe wenu twiko ni ikobi mwiyaini museo mabinda onthe. Pili, nataka kusema kwamba katika Kenya tuko na grupu mbili za wanasiasa hivi sasa. Tuko na grupu ya wanasiasa ambao tunataka maendeleo na ambao tunataka Kenya iwe nchi ya amani. Sisi tunataka kila Mkenya apate barabara ya lami. Sisi tunataka watu wa Kitui Central wapate maji. Ama maji mumepata ya kutosha. Tunataka watu wa Kitui Central wapate stima katika maboma zao. Tunajua kwamba kina mama walio hapa na wazee walio hapa mumesomesha watoto wenu, wengine wako na madigrii, wengine wako na madiploma na hawana kazi. Kweli si kweli? Sisi tulio hapa tunataka tutafute nafasi za ajira ndio watoto wenu waweze kupata kazi. Hiyo ni mzuri au ni mbaya? Lakini kuna grupu ingine ambayo kazi yake ni kuhubiri ukabila na kuhubiri chuki na kuhubiri kabila ipigane na kabila nyingine. Hiyo grupu inaongozwa na ule jamaa tunamuita wa Munyoro. Nataka niwaulize watu wa Kitui, nyinyi mtaenda na wale wa maendeleo ama mtaenda na wale wa ukabila? Hebu nionyesheni watu wa Kitui, nyinyi mtaenda na wale wa maendeleo ama mtaenda na wale wa ukabila? Hii timu ya maendeleo ndiyo inaongozwa na Mheshimiwa William Samoei andu ma Kitui. Nimukwenda stima? Nimukwenda balabala? Yune mwezi kana kyandu lelo uitu umete Kibwezi kukaba Kitui maumisi thekasio cia kalelu na mayaibwa. Mheshimiwa William Ruto de umise 1.5 billion nikenda mundu wonde wakiniwe ni lelo aibwe chune kisio kana nikithuku stadium ino niyo tukoko kunia siku ya mashujaa iketha thimbake chune kisio kana nikithuku ba Kitui town yubaende na kwa nyumba cia affordable housing andu ala meuthuko mabundi andu ala meuthuko mabubu koloka ni ciana cia Kitui cio kwata mbesa chune kisio kana nikithuku nimukwenda soko ciakwe nikenda amwaitu mathukumia kundu kucio chuni kisio kana nikithuku. Alo ayune ndo mukulia ambai yona ake William Ruto amwika cindu icio ndai nenu mukamwikata nendo mukulia ati andu ma Kitui si mmesema mnataka stima, si mmesema mnataka barabara, si mmesema William ajenge hata hii stadium, si mmesema afanye maneno ya maji. Sasa nyinyi niwaulize watu wa Kitui, na William akiwafanyia hii mambo yote, Rais Ruto akiwafanyia maneno yote, na nyinyi mtamfanyia nini? Nyinyi mtamfanyia nini? Hebu onyesheni mmesema ni tutam. Mwisho nikimalizia, sababu tuko wengi na naibu wa rais anakuja. Yuyu mwazia tuthukome na William Ruto. Inyo ni mwazia tuthukome na William Ruto. Tuthengeania na William Ruto.
ekaine mukuli ati yo ula windini nola winzola wiwa moyono ai yene ndo mukuli ai ando make twi ula windini nola winzola wiwa moyono inyo mwazi ola windini no wiwa moyo ko mwenda to likendini ni kenda to wiwa moyo to likendini bio nyendi kwazi andini wasi rusinge mokwesilia ne azandini wa serikali ya William Samoei neta wa mwengi wa mutuse na ina mwete Kenya shillings 100,000. Thank you very much. Mutuza no isa umbunde za tabia ndogu. Yesu ya ndene na anzana kwa ni mwana akatekist. Aya. Sasa kuna watu ambao wameongea hapa na wakutoa pesa yao tafadhali. Pea ndumane na maana mata na unya mbeza sio. Pea shimi wa meta na unya ona kwamba ide ona kaindia ile unya ninyangu mwete za mbeza. Lakini ona kwa ngunya kenda lange mautisia kwa nizungilile yana. Waheshimiwa ambao mmezungumza hapa ambao hamujaleta pesa kama mheshimiwa Caleb. Leta pesa. 100,000. Thank you very much. Bas, mimi sina budi kuwauliza msimame kwanza. Kogelai kote iba nini? Kote yenge. Very good. Sasa kati yetu tuko na yule ambaye katika komandi ya Kenya ndio nambari 3. Kenya mnajua iko na 56 million Kenyans. Kweli ama uongo? Naende mundu wambe wakeli wakatatu katika Kenya ni Speaker Witu Wetangula, and is here with us today. Sasa basi wacha nimkaribishe mgeni wetu, the Speaker, the Right Honorable Speaker Moses Wetangula. Hapa DJ Pulo DJ. Asante sana Mheshimiwa Kawaya. Mbaito Mwaiseo ingi. Nashukuru sana kuwa hapa Kitui siku ya leo. Waheshimiwa ambao tumetembea nao, Waheshimiwa Majority Leader wa National Assembly, Majority Leader wa Senate, wabunge wote wakiongozwa na Mheshimiwa Kawaya, ndugu yangu Faruk, waheshimiwa MCS na waheshimiwa wananchi. Tumefika hapa Kitui na hii si safari yangu ya kwanza kuja hapa Kitui. Nyinyi mnajua nimetembea hii Ukambani yote na ndugu yangu Kalonzo. Wakati wa mzee Kibaki, yeye alikuwa vice president, mimi nilikuwa foreign minister. Na tulikuwa tukitembea dunia hii. Wakati tukifika 2013, tukaingia CORD, Kalonzo, mimi na Raila. 2017 tukaingia NASA, mimi, Kalonzo na Raila. Tukatembea hapa tukisema NASA hawa. Sasa mlikuwa mnasikia hiyo? Tukisema NASA huyu, NASA yule, NASA yule. Hapa Kitui pia nimefika hapa kwa Mama Charity Ngilu. Tulikuja hapa wakati alipoteza mzee wake. Tukiwa Senate, tukaleta hapa Senate mashinani. Tukiwa na huyu Aaron na wengine, tukakaa hapa Kitui kwa wiki mzima tukifanya kazi ya umma. Leo tumekuja hapa na hao wenzetu kwa niaba ya rais yetu, kwa niaba ya viongozi wenye nia njema, kuja kusaidiana na nyinyi wananchi wetu kwa mambo ya maendeleo. Katika Kenya hii hatuna nafasi kamwe kwa siasa ya hasira, siasa ya chuki, siasa ya ukabila, siasa ya kupaguana na siasa ya kusema maneno ambayo haieleweki.
Juzi nimeona pale Mombasa Road karibu Sultan Hamud Emali. Ukiwa hapo, kwa sababu nimesema tumetembea hapa sana, upande huu ni mwana Mkamba, upande huu ni ndugu zetu wa Masai. Kweli rongo? Alafu naona kiongozi anasema nyinyi Wakamba ni cousins wetu. Kwanza hiyo ni uongo. Pili, haina maana katika siasa yetu. Na aliposema nyinyi Wakamba ni cousins wetu, wale wa Masai walikuwa wasimama hapo walifikiria namna gani? Si walifikiria wamepaguliwa? Hatutaki kuwa na Kenya ambayo mtu yeyote anapaguliwa anaachwa nyuma. Na ukiangalia kwa TV hawa ndugu zetu akiongea, unaona huyu ni mtu ako na hasira. Kwa kizungu tunasema this is a person perverted by internal turmoil. Hao ndio watu. Anachomwa ndani mpaka kila akiona ni kurusha sumu. Kenya haitaenda mbele kwa njia kama hiyo. Ukiwasikia tena wanasema one term president. Unajua mimi nimekuwa kwa hii space kwa muda mrefu. In 1993 tulikuwa bunge na mzee alikuwa anaheshimika kutoka kule Kiharu, anaitwa Ken Matiba. Alikuwa ameshindwa kura na mzee Moi, na alikuwa na hasira kali. Kila siku akisimama, Moi must go, Moi must go. Siku moja mzee Oginga Odinga tulikuwa na yeye bunge, akamuuliza, na wewe Matiba, umekuwa unasema Moi must go, Moi must go, has he gone? Hapana. Sasa wacha hiyo maneno. Moi akienda itakuwa wakati ya kura. Stop telling us every day Moi must go. Matiba akawacha. Hiyo ilikuwa wisdom ya mzee Jaramogi. Na yeye ndiye alikuwa ameperform na leader of opposition in the house. Tukiwa hapa wananchi, jambo la muhimu ni maslahi yenu. Afya yenu iko namna gani? Kuna SHA. Mujiandikishe, mukienda matibabu mupate kusaidiwa. Watoto wetu wanasoma namna gani? Tutafute pesa watoto wakienda shule wasifukuzwe. Ukulima yetu iko namna gani? Rais ameteremsha bei ya mbolea kutoka 7,000 alipoingia mpaka 2,500. Tununue hiyo mbolea na mbegu tupande chakula tulishe Kenya. Shida ya hapa Ukambani ni maji. Maji tunawaletea namna gani? Haitakuja kwa hasira. Hata mtu akisema wewe ni kazini yako na hakuletei maji, hiyo ukazi niko na faida gani? Hakuna chochote. Hapa Ukambani mnahitaji mambo ya usalama upande ule wa juu ukielekea Garissa. Serikali lazima ihakikishe nyinyi na majirani zenu mnakaa kwa amani. Mambo ya Ukambani inatakikana nyinyi mjivunie kuwa Wakenya na Wakenya wengine. Hiyo ndiyo tunataka. Na tukiwa hapa leo tunajivunia kuona vile mmetukaribisha kwa wingi. Kuona vile mko hapa, kina mama mmeketi, vijana, mnajua hii mkutano ni yenu ya kuwasaidia ili mjisaidie. Wacha tungoje deputy afike ndio niendelee. Asante sana. Wapi makofi ya mheshimiwa spika wa bunge la kitaifa. DJ weka ngoma tafadhali. Tumkaribishe DP. Asante sana. Thank you very much. Asante sana DJ. Asante sana. Ninaomba tafadhali tuweze kusimama. Mheshimiwa naibu wa rais, tutasalia wima kwa heshima ya wimbo wa taifa, wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, dua na sala fupi, na niwaombe wale wote walio na kofia zisizo rasmi tuweze kuzivua kwa heshima ya wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa.
Naibu wa Rais, tukisalia kusimama, naomba unikubalie nimwalike Sheikh Sadik pamoja na mchungaji Joel Wambua waweze kutuletea dua na sala fupi mtawalia. Waombe mahali walipo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunakushukuru sana kwa kuweza kutukutanisha hapa leo tukiwa tuko wazima. Pili, ningependa kuchukua nafasi hii kumwombea president wetu Dr. William Samoei Ruto. Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, na nampa pongezi sana kwa kumpa deputy wake nafasi ya kuja kututembelea sisi tukiwa Kitui yetu, na amekuja pamoja na wageni wengi pamoja na vijana wetu akina Boni Musambi, akina Kawaya, akina na wengineo. Kwa hivyo naomba Mwenyezi Mungu tujalie kila la kheri na utufungulie milango yote ambayo kwamba itakuwa ni ya wema, tujalie katika mazuri, akhera mazuri, na utuepushe na adhabu ya moto. Tusemeni sote amin. Amen. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you this day because of bringing our leaders in Kitui. We thank them, Father, because you have brought them here. And Lord Jesus, we know from your Bible that every government is chosen by you. We thank you for the government which you have given us, and the President of Kenya, Ruto. Father, give him wisdom to lead this country in the name of Jesus Christ. We thank you and bless your name. We call all the leaders who have come to Kitui in the name of Jesus Christ, so that, Lord Jesus, you might give them wisdom. Father, they should lead us. They should be with us, Lord Jesus. Guide us and help us. In Jesus' name we pray. Amen. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Naibu wa Rais, naomba tuweze kuketi. Kitui mpo? Kitui mpo? Asante sana. Mgeni wetu rasmi Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Asante sana. Ninaomba kwa heshima sasa nimwalike Spika wa Bunge la Kitaifa Mheshimiwa Daktari Moses Wetangula. Wapi shangwe na vigelegele zake? Asante sana. Asante Baba. Your Excellency, before you arrived, I was addressing our compatriots here. Na wakaribisha wale wabunge mmekuja na Naibu wa Rais. Kuna mmoja anaitwa George Murugara, anatoka hapo Tharaka Nithi, na mwingine anaitwa Eli Letipila. Huyu ni kijana yetu kutoka kule Samburu. Nilikuwa nawaambia sisi kama jamii tupunguze siasa ya uhasama na hasira. Ndio tumekuja hapa leo kina mama. Mi katika hii maisha ya siasa, najua mama akiwa hapa leo na tukifanya mchango na mama apate kitu, jamii jioni watajumuika. Baba akiwa hapa na tufanye mchango, akipata kitu ataenda nyumbani late. Mama ataenda nyumbani kuandaa kila kitu, baba atapitia kwingine ndiye afike nyumbani. Kweli rongo? Hiyo pesa kiisha ndiye anakuja. Lakini nyinyi kila kitu ni ya familia. Mtoto akule, mtoto asome, mtoto apate matibabu, na hiyo ndiyo tunataka kufanyia Wakenya wetu. Na Rais amesema nyinyi wananchi wa Kitui kama Wakenya wengine, hakuna siku mtaachwa nyuma. Hakuna. Maji ikipeanwa kwingine, Kitui mnapata maji. Barabara ikijengwa kwingine, Kitui mnapata barabara. Kama usalama iko hatarini kwingine, Kitui pia lazima iimarishwe. Na tuendelee hivyo ili Kenya yetu kila mtu ajivunie kuwa Mkenya. Tukiwa tumeketi hapa, we must be each other's keeper. Na nimesemea kule Chuso to our friends who are shouting all over, particularly my brother Kalonzo. My brother Kalonzo, free advice.
don't allow anybody to make friends for you or create enemies for you. Your friends are not necessarily somebody else's friends, and your enemies are not necessarily somebody else's enemies. Ule mtu unatembea naye mwenye ako na hasira kali. Sisi Waluhya tunasema hasira inaua lakini haiwezi kubeba. Hasira inaua lakini haiwezi kuzika. We want to advise our colleagues, those who are spitting bitterness like a cobra everywhere. This country needs healing. This country needs unity. This country needs us to work together. But don't make a mistake of thinking that because we are asking you to be civil, we will tolerate your bad behavior. No. Ukiendelea kufanya tabia mbaya, you will be treated as a person who has bad manners. In politics, in social life, everywhere. Naona wanasema maneno mingi. You know, wazungu wanasema a thief thinks everybody else is a thief. Kwa sababu wao wamezoea njia ya mkato, wanafikiri kila mtu ana njia ya mkato. 2013 tulikuwa na Kalonzo na Raila. Mimi. 2017 tulikuwa na Kalonzo na Raila. Mimi. 2022 mimi nikaonea mbali. Nikapiga darubini nikaonea mbali, nikasema hapana. Nikaingia mseto na Rais William Ruto. Tukashinda. Chinua Achebe in Things Fall Apart says, a wise man standing on the ground will see further than an idiot on top of a tree. Na tukaona mbali. Baadaye Mheshimiwa Raila amekuja kwa broad based government. Sasa nataka kuuliza nyinyi wananchi wa Kitui. Ambia rafiki yangu Kalonzo, Weta ako huko kwa serikali. Raila ako kwa serikali. Amebaki nje peke yake. Now, being soothed by people who are spewing hatred, spewing poison, spewing tribalism, and doing all sorts of unacceptable things. Kalonzo, you are not of that character. Leave them alone. Come, we work together. Because they have nothing to offer. Yule alimwambia wewe kura zako asitoshi kwa mkono, sasa anasema you are my cousin, come I embrace you. Hiyo unafiki tunaiona. And I'm sure you can see right through them. Sasa tunawaomba wananchi. Hii kutembea, juzi nilikuwa kule Migwani. Leo nimekuwa Chuso. Leo niko hapa. Kukumbushana as Kenyans that we have a duty we owe to each other. Kwamba wewe mama na wewe kijana ni Mkenya na haki kama mimi, kama mtu mwingine. Na kile kilichoko na mimi lazima tusaidiane. Leo wewe mama ukiwa na soko hapa na uko na stock ya shilingi 10,000, baada ya ile harambe ukipata 10,000 ingine, your stock will go up by 100%. Na hiyo ikipanda, maisha yako pia inaendelea kubadilika. Mkiona kuna mtu alianzisha kuuza kuku. Siku hizi kwa dunia mzima inaitwa Kentucky Fried Chicken, KFC. Iko Nairobi kila mahali. Huyo mtu alifutwa kazi kwa majeshi, akahangaika juu afanye nini, akaanza kupiga kuku kwa kitchen ya bibi yake na kupeleka soko kuuza. Watu wakaipenda, akafanya franchise. Sasa ukienda kila mahali dunia, KFC iko. The sky is the limit, no human is limited. No human is limited. Viongozi wa leo, viongozi wa kesho kutwa,
kazi yetu ni kuboresha maisha ya wananchi. Kwa hivyo leo sitaki kusema maneno mingi. Hapa Kitui ni nyumbani. Niko na marafiki kwa kijana moja hapa anaitwa Boni Musambi. Huyu mtoto huyu mimi ndio nimemlea. Mimi nilimpeleka kufanya kazi katika KBC huyu kijana. Akaanzisha kipindi kinaitwa Zinga la Asubuhi. Na mimi nikakuwa patron. Kila saa 12 alikuwa ananipigia simu. Patron uko wapi? Tukamuinua sasa amepanda, anarudi kusaidia wengine. Na hiyo ndiyo maisha. Yeye si kazini yangu vile wengine wanapanga, huyu ni mtoto yangu. Na tutaendelea kutembea na watoto wetu wherever they are to bring everybody from bottom to up. Bottom to hiyo ndio lazima tuinuane. Asante baba. Whatever you are looking for, may God bless you to get it. Wacha nimalizie hapa kwa kuita Makawaya aite wabunge ambao wamesalia, huyu mzungu wangu wa Bungoma, huyu Letipila na huyu George Best kutoka Tharaka Nithi. Tumekuwa huko juu kwenye Wataraka wako pale na Wakamba wako hapa, lakini sisi wote ni watu moja. Mimi pia nimeleta mchango wangu wa kusaidia wamama na vijana wa Kitui wa shilingi 1,500. Na nafikiri hiyo ikifika, kina mama mkwamie, muboreshe maisha ya familia. Kina baba muende nyumbani mkae na familia ili tuishi vizuri. Asante sana, Mungu awabariki. I've said. Yes. So you call the... Okay. Or we want His Excellency. Makamu wa Rais amesema yeye ndiye ataita wale ametembea nao awape dakika moja. Kwa hivyo wacha nichukue nafasi hii. Mnajua maisha ni safari. Na wewe ukifikiria ukiwa mbele hakuna mtu anaweza kukupita, you are not a human being worth living. Kila mtu ana mipangilio yake na Mwenyezi Mungu. Na ile Mungu amekupangia, hata ukileta kamti huwezi kupangua. Ile Mungu amekupangia, hata ukisema nini utachoka. If God said William Ruto will be our president term 1, term 2, there's nothing you can do. Hiyo ni mipangilio ya nani? Ya Mungu, ya maombi yenu na ya kura zenu. Ndio tumekuja kuambia tutembee safari pamoja. Sasa ni nafasi yangu kumwalika Deputy President wetu akuja wasalimie. Kisengo tena Kileko tumea Kileko asante. Wapi makofi ya Spika Weta jameni? Si unajua huyu Weta ni rafiki yenu huyu? Si huyu Weta amekuwa rafiki wa 30 wa Kalonzo Musyoka wa siku nyingi. Mpaka leo umesikia Weta anatusi Kalonzo? Umewahi sikia Weta akitusi Kalonzo? Weta ni rafiki yenu, si rafiki yenu? Si ni rafiki yenu? Kwa hivyo hiyo advice unasikia, you can get seated please. Hiyo advice unasikia Mheshimiwa Speaker akipatia rafiki yetu Kalonzo ni advice ya mtu na ndugu yake, sio ile ya ukora. Kuna watu wanaongea huko wanadanganya ndugu yetu Kalonzo na mambo ya ukora na shortcuts, na hao wenyewe ni watu wameharibu uhusiano, kwa sababu hii maisha ni mambo ya uhusiano. Siasa ni uhusiano.
So mimi pia mnajua ya kwamba nikiwa hapa Kitui niko nyumbani. Kweli si kweli? Mbaito mwaseo. Mbaito mwaseo. Mwaseo yenge. Mwaseo yenge. Mwaya ine museo. Na mavinda onde. Ngedhiai kiseve. Seven. Bas. Ngedhi siayolo. Zeveni. Wacha nione siayolo. Asante. Wale wageni wamefika hapa. Mimi ni mtu ya hapa area. Mimi ni jirani na mimi ni ndugu. We are one community. Inatoka tu hapa county jirani na communities zetu zimeshikana, sababu hapa Kitui kuna watu wengi wa Tharaka wanaishi hapa Kitui. Kweli si kweli? Iko Wakamba wengi wanaishi huko Tharaka. Kweli si kweli? Hata nimekuja na mbunge wa Tharaka, yeye alizaliwa hapa Kitui. Sahi, the sitting member of parliament. Niko nyumbani ama siko nyumbani jameni? Mosie pio. Mwani aina mwoko mama kwa ni mosie jameni. Asante sana. Nashukuru sana. I'm happy to be here. Nilikuwa Sombe nafikiri this week last week tukiwa na Mheshimiwa Nimrod na waheshimiwa wote, na sisi tuko hapa kwa sababu ya kazi ya kusaidia nchi yetu isonge mbele, mambo ya maendeleo. Hatuja kuja hapa kwa mambo ya siasa, kwa sababu hakuna campaign saa hii na hakuna uchaguzi na unachaguanwa saa hii. Sasa ni wakati wa kuhudumia wananchi. Viongozi wote tushikane, tuhudumie wananchi wetu. Wakati wa campaign utafika, sio sasa. Kwa hivyo wale wameanza siasa waambiwe waende polepole, watulize boli, siku ya siasa itafika. Ndio tusukumane na mambo ya maendeleo, mambo ya wananchi kwanza. Wacha niwaeleze kwa ufupi mahali tuko katika mambo yetu ya kuendesha taifa mbele, ili tusikizane na tuelewane mahali tumefikisha safari ya maendeleo ya taifa letu tukufu, na hata mambo ambayo bado yamebaki. Niko hapa kwa niaba ya Rais William Ruto kuhakikishia kwamba ahadi ambazo zimebaki, ambazo tulitoa wakati wa campaign, tutazitekeleza. We will fulfill all the promises before the next general election. Msiwe na wasiwasi, we are very focused, kwa sababu tunajua pale 2027 kuna mtihani. Si kuna mtihani 2027? Si tutaulizwa ile tulisema tutafanya hapa. Kwa hivyo we are focused, na kuna ile ambayo tumetenda mpaka sasa hivi, kuna ingine bado, lakini kwa sababu tuko na muda zaidi ya miaka 2.5, I want to assure you we will fulfill all the commitments in the Kenya Kwanza manifesto. Jambo la kwanza, mnajua ya kwamba wakati tulipiga kura ya rais 2022, uchumi wetu ulikuwa mahali pabaya. Niguo kanatiguo. Uchumi ilikuwa mahali pabaya, na ile iliharibu uchumi ilikuwa sana athari za COVID-19, ule ugonjwa wa corona ambayo uliathiri taifa letu la Kenya kwa zaidi ya 1.5 mwaka. Biashara zikafungwa, kazi zikafungwa, tukaambiwa hata masoko yafungwe, mahoteli yafungwe, matatu sisimame, watu wasiende kazi, zaidi ya mwaka na kitu. Tukakaa nyumbani 2020, 2021. Ndio unaona saa ile tunapiga kura ya rais 2022, hadhari ya uchumi ilikuwa imeharibika kabisa, gharama ya maisha ilikuwa inapanda.
Bidhaa muhimu zilikuwa zinapanda kila siku. Petroli inapanda kila siku. Unga wa ugali unapanda kila siku. Sukari inapanda kila siku. Ndio uliona baada ya uchaguzi kukakuwa na yale maandamano ya unga. Yale maandamano ya kuvaa sufuria kwa kichwa. Nyinyi mliona hiyo maandamano? Mliona hiyo maandamano? Na hiyo maandamano ni kwa sababu bei ya unga imekuwa imeenda ikafika 250 shillings kilo mbili ya unga ya ugali. 250. Sukari kilo mbili ikafika 520. Kilo mbili ya sukari. Petroli ikaruka ikafika 217 lita moja. Kwa sababu ya athari ya ugonjwa wa corona ambaye ilisababisha uchumi wa Kenya na uchumi wa dunia uharibike. Miaka 2.5 baadaye, serikali ya William Ruto imejaribu iwezavyo kupambana na uchumi wetu, kujaribu kupunguza gharama ya maisha. Na niko hapa kuwatangazia ya kwamba mahali tulikuta bei ya bidhaa fulani sio mahali iko leo. Imeteremka kiasi. Hata kama bado tunasukuma iteremke zaidi, lakini kuna kiasi ambao tumefanikiwa, na ile safari imebaki. Tutaendelesha hiyo campaign ya kupunguza kwa bei ya bidhaa muhimu. Ile unga ilikuwa imefika pale 250, sasa iko 160, 165. Ilikuwa hata imeshuka zaidi. Lakini mwezi mmoja sasa umefika, imeanza kuonyesha dalili ya kupanda. Last week Rais ametoa maagizo kwa Wizara ya Kilimo ichukue hatua fulani. Hata kama unga haijarudi 250, bado 165 ni bei ghali. Tungetaka kusukuma hiyo bei iteremke ifike 120 hata 100 kuendelea mbele. Tuendelee na hiyo kazi ama tuachie jamani? Ya kupunguza bei ya unga. Ile petroli ambayo ilikuwa shilingi 217. Kila mwezi mumesikia serikali kitangaza petroli imeshuka kwa shilingi 3, shilingi 5, shilingi 2, shilingi 1, shilingi 7. Kati ya 2022 Septemba na sasa takriban tumepunguza bei ya petroli kwa takriban shilingi 43 kutoka 217 sasa iko 174, na bado tunasukuma hiyo bei ya petroli iendelee kushuka ili mwananchi asiumizwe na gharama ya maisha. Shilingi ya Kenya ilikuwa haina nguvu kabisa 2022 Septemba, na ile miezi ilifuatilia hapo kabla hatuja settle. Shilingi ya Kenya ulikuwa unahitaji shilingi 167 kupata dola moja ya Marekani. Lakini kupitia juhudi za serikali hii tumeimarisha nguvu ya shilingi ya Kenya kiasi, na kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, over 1 year now, shilingi ya Kenya imedhibitika, imepata nguvu dhidi ya dola ya Marekani, na shilingi dola moja sasa imekatalia hapo 128, 129 for the last 1 year. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba imepata nguvu maradufu ikilinganishwa na dola ya Marekani. We found it at 167, now it's at 127, 128, 129. Na bado tunaendelea kuimarisha nguvu ya shilingi yetu ya Kenya. Na mnajua shirika la fedha duniani IMF limesema katika miaka 2 ambayo imepita uchumi wa Kenya kwa jumla umesonga kiasi kidogo, kwa sababu 2022 Kenya iliorodheshwa kuwa uchumi namba 8 katika bara la Afrika. Lakini sasa hiyo namba 8 ya 2022 William Ruto na serikali yake amesongesha Kenya nafasi 2 mbele, na sasa Kenya imeorodheshwa mwezi uliopita kuwa ni taifa ambao uchumi wake ni namba 6 Afrika, na imepita nchi ya Ethiopia
na nchi ya Angola ambazo zilikuwa mbele zetu. Kwa hivyo tuko safarini, sio ati tumefika, bado tutasongesha uchumi mbele. Kenya iingie namba 5, namba 4, namba 3, ikisonga mpaka siku moja tuko na matumaini taifa la Kenya litakuwa uchumi bora katika bara la Afrika. Jambo la pili, tukasema ya kwamba watu wengi ni wakulima, na kwa hivyo ndio unaona tunakazana ili tuhakikishe kwamba kilimo katika taifa letu la Kenya kimepanuka. Mambo ya mahindi, mambo ya sukari, kahawa, majani chai na kadhalika. Na njia moja ambayo tumetumia kuimarisha uzalishaji wa mahindi ni kwa kutoa fertilizer ama mbolea ya ruzuku ambayo tumepunguza bei kutoka shilingi 7,000. 2022 mbolea mfuko moja ilikuwa ina gharimu mkulima shilingi 7,000, lakini tumeweka pesa ya serikali kupunguza hiyo bei, ikatoka 7,000 ikakuwa 2,500. Hiyo kupunguza mbolea, bei ya mbolea ndio imesababisha bei ya unga kushuka, kwa sababu bei ya unga imeshukishwa na gharama, na vile mbolea ya serikali ya ruzuku imetolewa, bidii ya mkulima na mvua ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mambo ya kilimo tunakazana. Maziwa, wale ambao wanafuga ng'ombe, maziwa ipate bei zaidi. Tulikuta maziwa lita moja ilikuwa inanunuliwa na KCC shilingi 33, 34, tumeongeza imefika 50, na bado tunasonga mbele kuhakikisha kwamba hiyo bei imeimarika tunavyosonga mbele. Kwa hivyo kilimo ni muhimu, kwa sababu watu wengi mashinani wanategemea kilimo cha chakula, kilimo cha mifugo ili kujipatia riziki. Jambo la tatu, tukasema ya kwamba wale wananchi wengi ambao sio wakulima ni wanabiashara ndogo ndogo huku mashinani. Riziki yao inatoka katika biashara ndogo ndogo mashinani. Ndio tumesema kwa mfano, ili kuweka nguvu wanabiashara wadogo wadogo, tumeweka mbinu kadhaa. Mbinu moja ni ya kujenga masoko. Hili mama mboga, wachuuzi na wanabiashara wadogo wadogo mashinani waache kuuza bidhaa zao na kufanya biashara yao wakipigwa na jua, wakipigwa na mvua, wakipigwa na vumbi na kuhatarisha maisha yao kwa sababu ya magari, kwa sababu hakuna masoko. Ndio unaona ya kwamba tuko na program ya kujenga masoko zaidi ya 400 katika sehemu zote za Jamhuri ya Kenya. Hapa Kitui tuko na soko ya Idhiani ambayo inajengwa hapa, tutajenga hapa Kitui Central. Na pia tuko na soko ya Kamuongo, tuko na soko ingine ya Kisase, tuko na soko ingine ya Kakongo, tuko na masoko mingi. Na tumeambia waheshimiwa, akiwemo mheshimiwa wa hapa, tuambieni wapi mungetaka tujenge masoko zaidi, ili kina mama mboga, kina wachuuzi, wakulima wadogo wadogo waache kuuza bidhaa zao huko na kuhangaika na kufukuzwa na kanzo, wawe na mahali pazuri pako na heshima pa kuuza bidhaa zao. Tuendelee na hiyo kazi jameni. Tujengee wakulima wadogo wadogo masoko. Kila soko iko na mahali pazuri pa kuuza bidhaa. Gorofa ya chini pale, mama mboga wako pale, wachuuzi wale wanauza mali wako pale, na iko na cold room. Kila soko, ikiwemo hii tunajenga hapa ya Idhiani, kila hiyo itakuwa pia na sehemu ya cold room ama barafu. Mahali mama ambaye anauza sukuma wiki na nyanya, kama hiyo stock haitaisha, hiyo cold room ni ya kuhifadhi ile nyanya isioze, iuzwe leo, kesho kutwa, mtondogoo, mpaka siku ile hiyo stock itakwisha. Tuendelee tusiendelee jameni?
Vile vile kila soko iko na chumba maalum cha kina mama ambao wako na watoto wadogo. Kama mama amepata mtoto na mtoto bado ni mdogo, hiyo isiharibu biashara yake, asikae nyumbani na biashara yake ikwame. Iko na mother's room kwa hiyo market. Hiyo mother's room, watoto wote wadogo watakaa pale, kuna mtu wa kuwatunza, ule anawatunza, wanacheza pale, playing area. Mama ako pale sokoni anauza bidhaa. Mtoto akisikia njaa, mama anaingia mother's room, ana sort out mtoto, anakuja anaendelea na kuuza nyanya yake. Wamama oye! Wamama oye! Si mtoto ni baraka jameni? Si mtoto ni baraka? Mbona ni akina mama peke yao wanasema mtoto ni baraka? Nyinyi wanaume kwani hao watoto si ni wetu jameni? Sisi ndio tunafanya ile maneno. So mtoto ni baraka kwetu zote, wanaume kwa wanawake. Kweli si kweli jameni? Kwa hivyo tutakuwa na dignified trading. Mama wetu wako na mother's room, iko cold room ya kuhifadhi stock, na ghorofa ya juu tumewekea vijana wetu ambao wanaelewa mambo ya mtandao mahali ya kufanya biashara ya kisasa inaitwa e-commerce, na mahali ya kujitafutia ajira mtandaoni. Vijana wengi wanajua bora wapate kompyuta na mtandao, wanajua kuna ajira nyingi wanaweza kutafuta pale mtandaoni na kupata pesa. Lakini vijana wengi hawana kompyuta, hawawezi kumudu kompyuta, hawawezi kumudu internet ama bundles. Ndio tumesema kila soko iwe na ICT hub. Hapo ICT hub serikali itaweka kompyuta 100 za bure. Serikali iweke mtandao ya bure. Kijana aende pale, aingie mtandaoni, afanye biashara ya kisasa ya mtandao, atafute wateja na pia atafute ajira. Iko ajira nyingi pale, kama app developer, kama website developer, kama transcriber, kama foreign exchange trader. Hapo mtandaoni bora kijana apate kompyuta na mtandao, kuna kazi mtandaoni. Ndio tuwache kuachilia vijana wetu kukaa kwa market pale, sokoni, mtaani, hawana matumaini, hawana kazi. Ati wanangojea mwanasiasa aje awapatie shilingi 100 ndio wapigie kelele mpinzani wake. Lazima tuwapatie vijana wetu matumaini. Na hii kazi mtandaoni ni njia moja ya kuleta ajira. Jambo la 4, tumesema ya kwamba lazima tutafute namna zote za kutafuta mapato na ajira, sana sana kwa vijana. Njia moja ya kutafuta ajira ni hiyo nimesema, ya kutafuta kazi mtandaoni, na hiyo tunajenga ICT hub ama mahabara ya kompyuta 1450 Kenya mzima, ili vijana waingie pale mtandaoni wajitafutie riziki, wawache kutumia bundles na kutumia simu zao. Na mimi nawasihi vijana kwa heshima, sio kwa lazima, kwa heshima. Mimi nikiwa mzee, nikiwa kiongozi, nawasihi mtandao ikipatikana, kompyuta ikipatikana na internet, usiende pale ati kutumia ile kompyuta kutokana na MCA ama mbunge ama sijui nani ama rais ama governor. Wewe enda pale jitafutie riziki, tafuta ajira pale, tafuta biashara na hiyo mtandao. Kama hutaki kiongozi fulani, ngoja siku ya kura, utapiga kura ya kumuondoa. Kweli si kweli vijana? Vijana oye! Vijana oye! Tunaelewana vijana? Alafu wale ambao hawezi fanya mambo ya mtandao, tumekuja na affordable housing program. Hii affordable housing program
ama mpango wa kujenga nyumba za bei nafuu iko na faida 3. Faida ya kwanza, inawezesha wananchi wengi ambao hawangeweza kumudu bei ya nyumba at market rates kupata nyumba ya bei nafuu. Jambo la pili, hii mpango wa kujenga manyumba ya bei nafuu inatusaidia kufufua uchumi, sekta ya construction ama sekta ya ujenzi. Wale wanauza mchanga, kokoto, mawe ya kware, wale wanauza mabati, misumari, simiti, hiyo sekta, hii program ya affordable housing inafufua, na hizo biashara zikipata nafasi nyingi ya kuuza vile bidhaa, mchanga, hii simiti na mabati na mawe, zitaajiri vijana zaidi. Kwa hivyo affordable housing inainua uchumi kupitia sekta ya ujenzi na inaongeza nafasi ya kazi. Sasa hivi tunavyoongea, program ya affordable housing inaajiri kwa sasa vijana zaidi ya 250,000. 250,000 young people across Kenya are employed in different affordable housing and market construction sites across the country. Kwa hivyo hii ni mojawapo ya kubuni nafasi ya kazi, kwa sababu kuna vijana pale wanafanya kazi kama seremara, wengine ni fundi, wengine ni watu ya mkono, wengine ni engineer, wengine ni architect, wengine ni quantity surveyor, mwingine ni carpenter, electrician, plumber, mtu ya mkono. Kila mtu wako kwa mjengo, from the degree holders to wale watu ambaye wanasaidia mafundi. 250,000 young people are already engaged in that program. It's one of our job creation initiatives. Na usijali, hiyo mjengo ikiisha, iko mjengo ingine. Hiyo mjengo ya pili ikiisha, iko ya tatu. Ya tatu ikiisha, iko kazi ingine tutakuwa tumebuni kama serikali. Msijali, fanya ile kazi iko saa hii. Kesho Mungu atafungua njia ingine na serikali inakazana kutafuta nafasi za kazi katika taifa letu la Kenya. Kuna watu unasikia wanaongea huko kwa madharau, wanasema kazi ya mjengo si kazi. Si jameni, sisi watu ya UDA na Kenya Kwanza, si tulisema kazi ni kazi? Wea ni wea. Kati huo, si kazi ni kazi jameni? Ile kazi iko fanya saa hii, kesho kutakuwa na kazi ingine. Na bora wewe kijana mzee, bora kazi inakupatia riziki ya jioni, unaenda nyumbani na shilingi 1,000. Hiyo ni afadhali kuliko kukaa bila kazi. Bila vile tuna program ambayo ilikuwa imesimama miaka mingi huko nyuma kwa sababu ya ukosefu ya pesa. Ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana zamani, ikaitwa kazi mtaani baadaye. Sasa tumeirudisha, tunaita Climate Works, kazi mtaani. Na rais ametangaza siku ya madaraka akiwa Homa Bay, na tumeanza kusajili vijana kutoka tarehe 3 Juni. Iko portal ambao vijana wanaregister county zote 47 wale ambao wangetaka kuhusika katika kazi mtaani Climate Works, ambayo itaajiri vijana zaidi ya 110,000. 110,000 young people will be employed through Climate Works, kazi mtaani, kila county ikiwemo county yetu ya Kitui hapa. Turujishe hiyo Climate Works, kazi mtaani jameni. Vijana wetu ndio wapate mali pa kupata riziki. Vile vile hiyo kazi mtaani tulikuwa tumeanza huko Nairobi October, and it's doing wonders. We have already engaged 20,000 young people in Nairobi. We added another 20,000. So we are rolling it across the country. Na hata hiyo idadi ya 110,000 tutaongeza tukienda mbele, ili vijana wengi wapate kazi, kutengeneza barabara, kupanda miti, kusafisha mito na kutengeneza mazingira yetu na kusafisha miji yetu. Kwa hivyo tunaendelea kubuni nafasi za kazi. Wale vijana wanapata kazi ng'ambo. Tuko na program ya kazi majuu.
Mahali kijana wewe utapata kazi, enda ufanye. Wachana na wale wanaongea. Ukienda pale upate kazi ng'ambo popote pale, kama ni Dubai ama Amerika ama Germany, enda fanya kazi, tuma pesa nyumbani, wekeza nyumbani. Baada ya miaka 5-6 pesa ikitosha, njoo rudi nyumbani, endelea na biashara, tuendelee kujenga nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo tuko na program ya kazi majuu, kazi mtandaoni, kazi kwa ground. Kwa sababu hiyo ya affordable housing na climate works, hiyo ni kazi kwa ground. Na pia kazi kwa ground, tunaajiri watoto wetu pia kwa serikali. Juzi kulikuwa na ajira ya prison. Ilikuwa hapa juzi. Tuliajiri KWS. Walimu, hakuna serikali imeajiri walimu wengi kuliko serikali ya William Ruto in 2 years. Wale wanajua, na najua wengi wenu hapa mko na mtu ambaye ni mwalimu. Atakuambia hapo nyuma serikali ilikuwa inaajiri walimu 4,000 kila mwaka ama 5,000. Lakini William Ruto katika miaka miwili hii serikali imeajiri walimu 76,000 in 2 years. In December we will employ another 24,000 to bring the total to 100,000. Na tulikuwa tumesema katika manifesto ya Kenya Kwanza tutaajiri walimu 116,000 in 5 years. Already in 2.5 years we've done 76,000 and we will reach 100,000 mark by January. Kwa hivyo tunatafuta nafasi za kazi anywhere. Walimu, prison, hata ya polisi inakuja next month, wengine affordable housing, wengine kazi mtandaoni, wengine climate works, wengine kazi majuu. Tuendelee ndio vijana wengi wapate nafasi ya kazi. Jambo la 5, afya. Mnajua ya kwamba kwa muda mrefu tumekuwa na mfumo wa afya wa NHIF. Na NHIF haungekubaliwa kujisajili kuwa na kadi ya NHIF kama hauna kazi, kama hauna payslip, kama hauna biashara ambayo inaweza onyesha unapatanga pesa ngapi kwa mwezi. Ndio umeona tumekuwa na watu milioni 8 Kenya nzima, out of 55 million, only 8 million Kenyans had NHIF medical cover. Sasa sisi tumesema tungetaka kila Mkenya awe na kadi ya afya. Na tulisema wakati wa kampeni. Na tumeanza kutimiza. Na tumeanza kusajilisha Wakenya wote. Mujisajili kwa mfumo wa afya. Mupate bima ya afya. Afadhali uwe na bima ya afya ambayo inalipa kiasi kikubwa cha bill kuliko kutokuwa na bima yoyote. Na kwa hivyo hii Taifa Care ambaye ni SHA, tumesajili watu wengi. Sio lazima uwe na kazi, hata mwenye ana kazi, mwenye ana biashara, kujisajilisha ni bure. Utaambiwa utalipa pesa ngapi kulingana na mapato yako. Na kama huna mapato yoyote, serikali ya Kenya itakulipia ndio ukuwe na kadi ya afya ya SHA. Mimi nawashukuru wa Kenya. Kwa sasa hivi nimeambiwa wakati nakuja hapa tumefikisha wa Kenya milioni 23.6 ambao wamejisajili. 23.6 million Kenyans have registered by today. Tunataka ifike 30 million, 40 million, 50 million, 55 million. Kila mzee, kila mama, kila kijana, kila mtoto awe na bima ya afya ili kusimamia ukiwa mgonjwa. Sisi tumeandika kama serikali tukishirikiana na serikali za county, community health promoters 110,000 CHPs ambao wanapima pressure huko nyumbani, wanakusaidia magonjwa mengine yasikudhuru kabla kujua, wanakuja kwako nyumbani. Siiko CHPs hapa, siiko community health promoters hapa. Hawa wanatusaidia sana, na hiyo ni effort ya the Ruto administration in collaboration with the county government across the country. Jambo la 6,
masomo. Mnajua tulikuwa na shida ya CBC. Rais Ruto amenyorosha ile matatizo ilikuwa hapo ya CBC ya mtaalo ama curriculum. Na next year watoto wetu wataanza kuingia senior school, grade 10. And we hope there will be a seamless transition. Tunajenga laboratory kwa ile shule ambazo hazina laboratory. Tunaajiri walimu wa kutosha na tumetengeneza curriculum ndio isiumize watoto sana ama kupatia mzazi mzigo mwingi, na bali walimu wanapaswa kuwa ndio wanafundisha watoto. Tunaendelea kuboresha mambo ya hapo kwa funding ya university ndio watoto wote wapate elimu ambayo inafaa. Na hapo nikiwa hapo kupitia program ambayo tunajenga ya manyumba, tunajengea watoto wetu wote ambao wako vyuo vikuu na wale wako katika vyuo vya anuai, tunawajengea hostels, affordable hostels karibu na university, karibu na shule zao, karibu na taasisi zao. Watoto wawache kukaa huko mitaani wanaingizwa kwa bangi na madawa ya kulevya, wasome wakiwa katika nafasi nzuri na environment nzuri, ndio wapite mitihani, ndio wakuje watusaidie sisi wazazi na wataidie nchi yetu ya Kenya. Hapa Kitui tumeanza program ya kujenga kwa South East University, SEU main campus. Tutawajengea watoto vyumba vya kulala 900 units ambayo inagharimu bilioni 2 shilingi ya Kenya. Hiyo ni main campus pale kwa Vonza. Hapa Kitui campus ya SEU ama Southeastern University tutajenga vyumba vingine ama nyumba zingine 900 ambayo itagharimu serikali ya Kenya another 2 billion shillings. Hapo shule inaitwa Mwingi Teachers College, 900 units, 2 billion shillings. Hapa Kitui Teachers College, 900 units, 2 billion shillings. Hii KMTC campus ya Kitui, we are putting up 300 units at a cost of 1.3 billion shillings. Ile campus ya KMTC ya Mutomu, we are putting up 600 units, 1.3 billion shillings. Hapa Kewi campus, si kuna campus ya Kewi hapa, Kenya Water Institute campus, we are putting up also 300 units at a cost of 600 million shillings. Pale Siekuru TTI, 300 units at a cost of 600 million shillings. Ile St. Paul, ile St. John Paul II Institute, pia 300 units, 600 million shillings. Hiyo pesa yote inakuja hapa Kitui hii. Watoto watapata nafasi ya kuajiriwa katika hiyo mijengo. Watoto wetu watapata manyumba ya bei nafuu ya kuishi. Tuendelee na hiyo kazi ama tusiendelee? Tuendelee na hiyo kazi. Kuna watu walikuwa wanapinga hii kazi. Tuendelee nayo ama tuache? Tuendelee mbele. Kwa hivyo that's what we are doing in education. And I can go on and on and on. Wacha tu niseme mambo mawili, jambo la 7 na 8 alafu nikamilishe. Because I can talk forever about what we are doing. Mimi naona watu wengine wanazurura huko wanadanganya wananchi, hakuna kitu inaendelea. Na wacha nikwambia watashikwa na heart attack siku ya kampeni ikifika. Kwa sababu hii mambo yote itakuwa imekamilika. Na unajua Waswahili walisema njia ya muongo ni fupi. Unaweza danganya watu leo na kesho na next week. Lakini siku ile uongo yako itatambulika, utawachwa exposed so badly. So msijali, wacha sisi tuendelee na kuchapa kazi. Wale wako na uongo wakae na uongo, siku ya kiyama, siku ya ukweli inakuja. Mimi nataka niseme hivi ya kwamba
Stima, kwa manifesto yetu tumesema ya kwamba stima ni haki ya kila mwananchi, sio starehe ya matajiri peke yao. Wacha nirudie. Manifesto yetu imeandikwa hivi: stima ni haki ya kila mwananchi, sio starehe ya matajiri peke yao. Ndio tumeona tumeongeza pesa kwa stima. Hapa Kitui County tumeweka bilioni 2 sasa hivi kwa projects za stima za last mile katika kila constituency across Kitui County, a total of 2 billion shillings to connect an extra 16,000 homes with electricity. Nimesema ya kwamba sasa hivi wajumbe wenu kwa constituency wanajua ni wapi tunaweka stima mashinani. Tumeweka projects za shilingi bilioni 2 za kuwekea watu ama manyumba 16,000 hapa Kitui County wapate stima. Haijalishi nyumba yako ni ya mawe, ni ya mbao, ni ya matope, nyumba ni nyumba na unahitaji stima. Vile tajiri yako na stima, hata wewe unapata stima. Tuendelee kuwekea wananchi stima? Tuendelee tusiendelee jameni? Kati ya hiyo 2 billion ya Kitui County ya kuconnect 16,000 households, Kitui Central hii constituency iko na milioni 200, na hiyo itasaidia nyumba 2,000 mpya hapa Kitui Central kuwekwa stima through the last mile connectivity program. Ya mwisho, barabara. Mnajua ya kwamba kwa sababu ya vile uchumi wetu ulikuwa umezoroteka, barabara nyingi zilikuwa zimekwama. Nataka tu nitaje kwa ufupi nikimalizia. Katika utawala ambao ulipita wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, kuna barabara moja kubwa walisukuma, ikatoka Kibwezi, ikakuja Mutomo, ikafika hapa Kitui. Na saa ile Rais Ruto amechukua hatamu kama rais wa nchi, hiyo barabara ya kilomita 225 ilikuwa inakamilika, lakini kuna jambo ilikuwa imebaki. Kuna watu wetu ambao walikuwa wameathiriwa na hiyo barabara, sehemu zao za ardhi zikaguswa na hiyo barabara, hawakuwa wamelipwa. Nataka niwaambie kwamba mwezi ambao umepita wa Mei, Rais ameamrisha shilingi milioni 800 kulipa fidia watu wetu wote wa Kitui ambao walikuwa wameathiriwa na hiyo barabara, ili wapate fidia kupitia shirika la ardhi la National Land Commission. Nikiwa hapo kwa barabara, mnajua ya kwamba hiyo barabara kuna sehemu ilikuwa imebaki kwa siku miwani Bondoni. Sasa hata hiyo rais amesema contractor apewe kazi. Nafikiri kama haikutangazwa 27th May, itatangazwa this month. I'll have to check, but I know a directive has been given for that section to be completed. Na hiyo section imeongezwa kilometers chache. Contractor amefika, PS ananiambia huyu PS mweke wapi, makofi ya mweke jameni. Najua I wanted to be sure. Unajua sisi sio watu ya kuongea hivyo. I wanted to be sure contractor amefanya nini? Amefika. Na mweke ananiambia contractor amefika. Huyu mweke ni kijana wenu, hawezi kuambia mambo ambayo si kweli kwa sababu anakuja nyumbani kila Friday. Kweli si kweli jameni? Kwa hivyo hiyo barabara rais amesema ikamilishwe, na kuna kilomita tumeongeza hapo kwa hiyo project. Hizo kilomita tumeongeza zitatumiwa kuweka lami barabara za Kitui Town, hapa ndani ya hii town. Ndio ikuwe smart city. Tuweke Kitui Town lami. Tuweke lami Kitui Town jameni. Mungetaka William Ruto aweke atandaze lami hapa Kitui Town? Wangapi wanasema tuweke lami hapa Kitui Town? Vile vile kulikuwa na barabara imekwama, ile ya kwenda kule kwa ndugu yangu Kalonzo.
hapo Kamugongo, barabara ikakatika hapo, hiyo section ya Kamugongo kwenda Kandwea. Hiyo Kandwea Kamugongo kilomita 13. Rais ameamrisha milioni 975, 975 million. Hiyo barabara already imepewa mkandarasi, itatengenezwa ndio ishikanishe hiyo section, ndio sasa tuende kuvuta hiyo lami kutoka Kyuso tupeleke kwa ndugu yetu Kalonzo, alafu tupeleke huko Tharaka. Kuna makosa iko hapo jameni? Iko makosa? Si tutapeleka mpaka Siaikuru ama ikwame hapo Kyuso? Si tupeleke mpaka Siaikuru? Ifike Siaikuru? Wangapi wanasema ifike Siaikuru, isifike Siaikuru, ifike Siaikuru? Na sio Siaikuru peke yake. Ifike Kizazi, Usweni, si hapo di boundary yenu na Tharaka. Ifike Usweni, isifike jameni. Ifike kwa, na ikifika ipite ama namna gani? Naona mbunge wa Tharaka hapa anasema ipite. Bas, kwa hivyo mkiona my big brother Steve Kalonzo, umwambie ile kazi mimi nitafanya. Sababu na mimi niko na heshima na yeye sana. Hiyo nitafanya. Tuwe na lami, ama nyinyi hamtaki tuweke lami ya kuunganisha Kitui na Tharaka Nithi? Tujenge hiyo lami ipitie Siaikuru. Wacha nione wangapi wanasema lami ifike Siaikuru tena. Asanteni sana. Kwa hivyo najua Nimrod Mbaya kwa hapa, mbunge wa Kitui East. Tumepata barabara ingine pale ya kutoka Sombe kwenda Chuluni ambayo imetangazwa 27th May. Tutaenda kupeleka contractor huko, bado hajafika. Nilipata mmeweka pesa kidogo hapa ya kuanzia, na mimi wakati Mbai aliniambia vile walishirikiana na hao viongozi wakaweka ile pesa waliweka, mimi nikatumia nguvu kama naibu ya rais, I doubled that amount of money. Si nguvu ya serikali ni ya kusaidia wananchi jameni? So nimekuta kina Nimrod wameng'ang'ana, na mimi nikatumia ile nguvu niko nayo kama naibu wa rais kwa watu yetu wa Kitui wapate barabara na wapate pesa ya kutosha ya barabara. Vile vile, asante. Vile vile iko barabara nyingi. Nataka tu nitaje moja kwa sababu ziko zingine. Iko barabara rais amesema ijengwe. Mheshimiwa Rachel Nyamai Kaki atawaambia kule South, ambaye itatoka pale Ikudha kwenda Mudha kwenda mpaka kwa Vonza ikipitia Kanyangi hapo Kanyangi mpaka kwa Vonza 20 kilometers. Hiyo tutaweka lami at a cost of 1.2 billion shillings. Tuendelee tusiendelee jameni? Tuendelee na hiyo njia. Kwa hivyo mimi nasema leo tumekuja hapa kwa sababu hiyo mambo yote tunafanya ya kusaidia wananchi, ya kuimarisha ukulima, ya kuimarisha barabara, ya kuimarisha stima, ya kuimarisha biashara. Hata sijataja kuna hii program ya Nyota, National Youth Opportunities Towards Advancement, ya vijana, biashara za vijana, ambazo tunatoa 50,000 shillings each for 70 businesses in every ward in the Republic of Kenya, ili vijana wapate pesa ya kufanya biashara. Wale wanafikiri ni michango tu tunafanya, wajue iko program ya pesa ya serikali. Wachana na hii michango tunatumia pesa ya mfuko. Inaitwa Nyota. Nyota, National Youth Opportunities Towards Advancement, is a project that is giving 70 micro and small businesses, 70 micro and small businesses in every ward in Kenya, each getting 50,000 shillings to expand their businesses. Na sio bas, hiyo pesa ya biashara sio ya biashara kubwa kubwa,
ni ya watu wadogo, ile tulisema bottom up. Mtu wako na kioski, mtu wako na saloon, mtu wako na kinyozi, mtu wako na carpentry shop, mtu wako na duka ya electrical wares, mtu wako na biashara kidogo hata kama ni ya mkokoteni. Hao ndio watapewa 50,000. 70 businesses in every ward in the Republic of Kenya to expand their businesses. Na hiyo ndio inaitwa bottom. Hii Kenya ni ya sisi zote. Hata kama uko chini, serikali ikazane iinue kila mtu. Lakini tukingojea masoko ijengwe, ndio mama mboga waingie pale na wachuuzi. Tukingojea program ya Nyota ya kutoa grants kwa small businesses, ndio unaona tunatafuta pesa kidogo ya kusaidia vikundi ya vijana, kundi ya kina mama. Ndio ile soko ikijengwa, huyo mama mboga awe na stock ya kuingia kwa hiyo soko. Iko makosa ya kusaidia vikundi ya kina mama na vijana? Iko makosa jameni? Kwa maisha iko makosa? Hakuna makosa. Kwa hivyo mimi nataka niachie hapo. Mimi nimewaletea salamu za rais. Nilimwambia nakuja Kitui Central. Akasema watu ya Kitui Central ni wazuri. Wale walimpigia kura, anasema ni asante. Wale hawakumpigia siku ile ingine, alisema watampigia siku ingine, ni asante. Sijui kama tumeelewana. Tumepokea salamu ya rais. Alisema wale walimpigia kura, asanteni sana na mpigie tena wakati ukifika. Wale hawakumpigia safari ile, anawasihi siku ikifika, mumkumbuke, mpigie kulingana na ile kazi atakuwa amewafanyia. Mutampigia kura siku hiyo ikifika kulingana na hii kazi anafanya, ile kazi atakuwa amefanya. Wacha nione wale wamepokea salamu ya rais na wanasema ni 2 term. Wacha nione salamu ya rais na wanasema ni 2 term. Bas, kwa hivyo nimeambiwa na Mheshimiwa Nimrod nitangaze hii stadium ya Ithokwe. Hii Ithokwe stadium imetangazwa. Najua mambo ni mengi, projects ni nyingi. Hii Ithokwe rais amesema itengenezwe stadium nzuri, talanta na vijana hapa wapate mahali pa kukuza vipeo vyao. Tuendelee na kazi, tusiendelee jameni. Kwa hivyo mimi nataka niseme rais anawapenda, sisi zote tunawapenda. Na mimi nataka niulize, si siku ya mashujaa tutakuwa area? Hapa. So hii stadium itakuwa international standards by the time we come here. In the next few months, this stadium will look like an international stadium. Na hiyo ni mali ya watu ya Kitui. Itabaki hapa baada ya hiyo siku ya mashujaa. Hata hii airstrip, hii kiwanja ya ndege itatengenezwa na vijana wapate kazi kwa airstrip, wapate kazi katika kujenga kwa hii stadium. Si mnaona kuna kazi jameni? Iko kazi ama hakuna kazi jameni? Kwa hivyo rais atembee hapa asitembee? Rais akuje asikuje? Ya ukweli? Kana nkengano. Wacha nione wale wanasema rais akuje hapa. Rais akuje. Na wakati anakuja, mimi nikuje na yeye ama nibaki? Hata mimi nikuje? Mundu wa musie. Nikuja